Coffee tuko na mpango mzuri. Maneno ya kahawa tumepanga mzuri. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba coffee farmers wamepata seedlings ya ukweli na wamesaidika kwa bei. Bei ya saa hii tuko hapa Kichawiri. Na nimesikia bei ya kilo moja mliuza 120 kwa kilo. Na kuenda juu. Ijawahi fika, ilikuwa 50-40. Kenya ina export 50,000 metric tons ya kahawa kila mwaka. Tunataka kuhakikisha kwamba by 2027 imekuwa 150,000 metric tons. Ndio unaona tunakuja ground. Jambo la maana kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba tumepeana seedlings, tumesaidia wakulima kupanda the right seeds and seedlings na kupatia hawa soko. So mpango yenye tuko naye ili tuhakikisha kwamba hiyo tumefanya haraka. Tunapatia pesa CRI, Coffee Research Institute, and the director is here. Tunapatia 500 million Kenya shilling. Kuhakikisha kwamba ameweka seed ya kutosha Kenya mzima. So that in the next 3 years tuko na coffee 150,000 metric tons tuna export. Na hiyo ni pesa mfukoni. Hiyo ni real empowerment. Kila mtu atapata pesa kwake, atapata itakuwa inalipwa kwa dollars, ikifika Kenya unapata kwa Kenya shilling ya juu. Na kama wewe uko na coffee na umepanda, ujue mbele ni sawa. Na hiyo ni utajiri yenye kila mtu ukiwa na hiyo umepanda utapata. Nataka kwanza kuwapongeza ninyi wakulima wa eneo hili na hasa hii factory ambayo tumekuja kuona hapa ambayo inaitwa Kichawiri hiyo society kwa ile bidii ambayo mmeweka kuhakikisha kwamba mmepanda kahawa na mmehakikisha kwamba yale Mheshimiwa Rais wetu Dr. William Ruto ambaye ametufunza ili kuanza kuwa wakulima ili tuweze kujitosheleza sisi wenyewe, na naona mmeshika hiyo kabisa. Sinaona mjipigie makofi kwa hiyo. Na nilikuwa naeleza Rono, unajua sisi wa Masai tunachunga ng'ombe sana, mbuzi, kondoo. Lakini mimi naona hata sisi tutaenda kupanda hii avocado na hii kahawa huko. So mimi taenda nimekuja hapa shule kidogo na nimeona nimejifunza, na kwa hivyo najua hiyo pia sisi tutaenda kushika ili tuweze kulisha taifa letu la Kenya. Najua ya kwamba Mheshimiwa Rais kuna mambo mengi ambaye sisi kama wafanyikazi wa serikali ama PSS tumepewa jukumu la kukamilisha ama kuhakikisha kwamba inaendelea vizuri. Mojawapo ni kilimo, na huyu ndugu yangu nafikiri amesema njaa marufuku, mahindi 200 na sinitik, na Mheshimiwa Rais ndiye alitoa hiyo amri. Na mimi naona bwana Rono unachapa. Sisi wenye mko hapa ama estate farmers, ni makosa sana uende kwa banki uchukue loan ya 17% na kuna ya serikali yenye hawa wabunge wameweka kwetu tuwapatie katika riba ya chini. So hiyo ni number 1. Ya pili, hapo awali wakulima walikuwa mnalalamika kwa sababu saa zingine kama society hamuna title deed ya kutoa kama security. Serikali kaweka policy ya kulipa sasa pesa kutumia direct settlement scheme DSS. Sasa because DSS iko sasa inafanya kazi, hatuhitaji tena tangible security kutoka societies. Ni kuandikishiana na nyinyi kwamba pesa yetu itadeductiwa pale Nairobi Coffee Exchange. So hiyo pia imerahisisha nyinyi kupata access ya loan. Ya tatu na ya mwisho ni maneno ya EUDR. Hii regulations ya European Union ya deforestation. Hii sasa ndio tuweze kuuza mimea zetu aswa coffee pale European Union. Ambao mnajua kwamba most of our coffee inauzwa European Union. Lazima tumecomply na EUDR. Na serikali pia kupitia shirika la AFA imekuwa ikiwa inatembea kuchukua hiyo EUDR data kutoka kwa mashamba zenu. So ningewahimiza sana, tafadhali mfanye kazi na hiyo AFA wakija. Pia sisi kupitia partner wetu tunafanya na partner moja wanaitwa Bunapay.
you can still get that data through our digitization program. So pia nimesikia watu wengi sana wanahitaji solar dryer. We have a facility for that. Yenye naambiwa kwa ufupi, tuko na majibu yenu yote ya pesa za kahawa. Kwa hivyo msihangaike, msiende mchukue loni ya pesa mingi, serikali imewawekea pesa kwetu, muje kwetu mchukue pesa. Mnakumbuka pia ni sisi tulipatia Kipkelion Union the 54 million ambayo serikali baadaye ilikuja ika write off. Kwa hivyo hii serikali yetu inataka mnufaike. Ya mwisho, tafadhali tupande kahawa. Tafadhali tufanye nini? Mwenye uko na 300 ongeza ikuwe 500. Mwenye uko na 500 kama kuna nafasi yote hata hapo kwa boda